Kuna watu kwenye maisha yako ambapo ukiwakaribisha ni kama umekaribisha balaa na mikosi kwenye maisha yako. Sasa unasema mchungaji, tufanyeje? Mwambie Mungu akuonyeshe watu sahihi kwenye maisha yako. Sio kila mtu wa kushikana naye hata kidogo. Sasa hiyo ni sheria ya mvuto, ipo tu, ipo. Company, watu ulionao wapo tu. Kuna watu hata ukianza kujitathmini tangu uanze urafiki naye mwaka jana mpaka leo, umegain nini? Kuna mtu ukiwa naye kwenye maisha anakupa connection, anakuambia kuna hiki hapa, nenda ukafanya, kuna hiki na kinatoboa kabisa. Kuna mtu ukiwa naye kazi ni matumizi, twende out, twende huku. Ukija kupiga maisha, tangu nijuane naye huyu mtu, mbona mambo yangu hayaendi? Kazi ni kula tu. Mungu atusaidie sana. Asa hizi ni kanuni ambazo uzizingatie, na ukizingatia. Kuna siku moja niliongea hivi, mtu mmoja kaniambia, lakini pastor, unafundisha watu vibaya, watu watakuwa ni wabaguzi. Sikufundishi ubaguzi, lakini mtu ambaye unamfanya kuwa rafiki awe karibu na wewe, kuwa mbaguzi. Sijakwambia uchukie watu, ila kuwa na mipaka na watu. Yaani mruhusu mtu, mwambie bwana, wewe tutaishia kusalimiana kanisani. Hujambagua wala hujasema kwamba ana dhambi. Siongelei hoja ya dhambi hapa. Naye sio kwamba ni mbaya, ana mtu wake ambaye wakikutana watafaana. Ila wewe mwambie bwana, wewe rafiki yangu, lakini kanisani tutasalimiana, tukitoka hapo neema ya Bwana iwe na. Mmekosea. Kuna wengine mmewaingiza mpaka chumbani, hawakupaswa kuingia. Eti wewe mtu wangu wa karibu kabisa, njoo na kitanda chako anakalia kabisa. Wewe umejirahisisha kiasi hicho? Mbona unakuwa so simple? Maisha yako unayarahisisha tu. Ni kweli una duka, unafanya biashara, sio kila mtu akumuingiza store. Pastor, huyu ni mtu wangu wa karibu. Mtu wako wa karibu ni mkeo au mumeo, mwisho wa kunukuu. Wengine wamevuka mipaka mpaka wanavaliana nguo. Huyu ni mtu wangu wa karibu, hata kanga nampa. Tunavaliana hadi gauni. Wewe. Sisi tulikuwa tunavaliana vikoti na singo wakati tuko sekondari, ni kwa sababu tulikuwa hatuna namna. Tulikuwa na koti letu tukalipa jina effort coat. Ukiitwa kuhubiri kesho yake unamtazama mwenzako amelivaa, unamwahi kabisa, kwa sababu kuna zile prepo na nini, vespers, evening vespers. Jamaa amepiga hubiri lake la jioni pale, amemaliza, mnaenda kula chakula pale cha jioni, unamuahi, ambaye bwana, kula vizuri usije ukalichafua, maana kesho natakiwa nikafanyie poti. Hayo maisha yalikuwa ya miaka hiyo, sio sasa. Acha hivyo vitu. Tunaishi ulimwengu mwingine kabisa sasa hivi. Acha. Haleluya. Hata kukopeshana, kiukweli kabisa, mimi ukiniambia muumini na muumini wakopeshane, ukiniuliza kutoka moyoni, nakwambia acha hizo tabia. Toa pesa ambayo hutadai. Bwana, shida milioni 2, mwambie njoo, mimi nina uwezo wa laki hizi, nimekupa kwa amani. Tukionana tusali kwa amani, ili msije mkagombana. Hizo ni kanuni, zingatia kwenye maisha. Haleluya. Sasa sikiliza hii. Kuna kanuni ya kupanda na kuvuna. Baadhi yenu magumu mnayoyapitia sasa hivi ni kwa sababu ya kuvunja sheria za asili bila kujua au kwa kujua. Nataka nisome sentensi hii. Kanuni ya kupanda na kuvuna ni mojawapo ya sheria thabiti na za ulimwengu wote zinazojitokeza mara kwa mara katika maandiko. Inatufundisha kwamba matendo yetu, narudia tena, inatufundisha kwamba matendo yetu, mitazamo yetu na maamuzi yetu yana matokeo.
Aha. Sheria hii inafanya kazi katika kila eneo la maisha: kiroho, kimwili, kimahusiano na kifedha. Yaani ili uweze kupokea baraka ya kiuchumi, kuna kanuni lazima uzingatie. Sikiliza hii. Sio kila mtu mwenye pesa ana raha. Kwa hoja sio kuwa na pesa. Hoja ni kuwa na baraka, alafu uenjoy hiyo baraka, uifurahie hiyo baraka. Hiyo ndio hoja ya msingi. Unaweza kuwa na baraka lakini una raha nayo. Ni mateso, ni shida. Magonjwa yanakuja, unahangaika kwa sababu kuna kanuni za asili ambazo hukuzijua na hujazingatia. Yaani ni kwamba mimi ninapokuwa hapa nilipo sasa hivi, na kuna watu wananizunguka hapa, kuna watu wengine wako hapa, nina mvuto wangu unaweza kuwa chanya au kuwa hasi. Ninaweza nikawavuta wao au wakanivuta mimi wakanizidi. Hii sheria ina baraka lakini pia ina mikosi. Naongea na watu wa binadamu. Naongea na watu wa binadamu. Tumesema ina baraka au ina nini? Vyote vinaenda kwa pamoja. Naanza kukuchokoza kidogo, kuna vitu kwenye maisha yako utavikumbuka. Hujawahi kuona mtu ambaye anakuwa karibu na mtu vitu vyake vinaenda vizuri, au mwingine anakuwa karibu na mtu vitu vinaanza kuharibika? Mwahi kusikia hizo habari hizo Biblia iko wazi, nasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Iko wazi kabisa hiyo. Kwa hiyo kampani ya watu ambao uko nao inaweza ikakuvuta pazuri au pabaya. Nakupa mifano ya kibiblia kadhaa. Moja, kilichofanya nyumba ya Potifa ibarikiwe sio Potifa. Ilikuwa nani? Yusufu. Iko kwenye Biblia kabisa. Anasema nyumba ya Potifa ikabarikiwa kwa sababu. Twende zaidi ya hapo. Yakobo mkwe wake Laban alikuwa ni mchawi konkodi, mpiga ramli. Mnaifahamu hiyo au nina? Jamani, nimewaambieni mimi sihubiri, nafundisha. Hiyo kitu mlikuwa mnaifahamu? Nauliza, mlikuwa mnaifahamu? Mpaka alikuwa na miungu yake. Na siku Yakobo ameondoka, huyu jamaa ilibidi aifuate. Moja wapo ya tukio la ajabu, kuna siku alienda kupiga ramli kwa waganga wake. Na kule Mbezi Beach nimewaambieni watu, huu mwaka tuanze na Bwana, ila tu chagua kumtumikia Bwana au miungu. Usiwe vuguvugu. Yaani kama umeamua kwamba wewe na Mungu hamna mpango, nenda kwa waganga ukaogeshwe, wakakuogeshe mpaka maji ya vifuu. Nenda ujue moja kabisa. Lakini kama umeamua kumtumikia Bwana, usichanganye. Haleluya. Usichanganye, Mungu hachanganywi. Tena kuanzia leo, kama unanisikia hapa, ulikuwa na vikorokoro kule umeweka kule umeweka, nenda kavichome. Tunaanza mwaka huu na Bwana. Hakuna miungu mingine. Yakobo akaenda, Labani akaenda kupiga ramli. Ameandika kabisa pale kwenye Biblia. Anasema nimethibitishiwa kwa kupiga ramli ya kwamba nyumba yangu inabarikiwa kwa sababu yako. Vice versa is true.